Mungu wetu na Baba yetu uliyeko juu mbinguni, tunalishukuru jina lako kwa sababu unatupenda upendo usio kifani. Masaa haya tena tunajikabidhi mikononi mwako, tunapojihudhurisha miguuni pako kwa ajili ya kujifunza kutoka katika lesoni hii. Kubali kwa mwalimu wetu, kubali kutuelekeza yale yote uliyokusudia tuelewe kwa siku hii ya leo, ni katika jina la Yesu. Amina. Ni siku ya Jumapili katika mwendelezo wa juma la kwanza, na siku hii ya leo tunalo somo lisemalo muda ndio kila kitu. Muda ndio kila kitu. Biblia inadokeza kwa ufupi tu maelezo ya Israeli waliokaa Misri. Haijulikani kwa nini masimulizi ya Biblia yanaruka kipindi hiki karibu chote. Tumebakiwa na misemo michache tu ya maelezo. Hatujui ni wakati gani walifanywa watumwa, lakini tunajua Israeli waliongezeka haraka sana kwa idadi, hata Farao aliogopa kwamba wangejiunga na jeshi la wavamizi kuwashinda wa Misri na kisha kuondoka Misri. Kwa mtazamo wa kwanza, hili linaonekana kuwa wazo la kushangaza. Ikiwa walikuwa wengi sana, kwa nini hawakuweza kuondoka kabla kuwa watumwa? Kwa sababu fulani hawakufanya. Yaelekea walikuwa wameanzisha nyumba na walikuwa wametulia kwa raha, na kwa hiyo hawakuchochewa kuondoka. Labda mchakato mzima wa utumwa ulifanyika kwa muda na kwa hatua. Hili ni jambo muhimu katika kuanza kujifunza hadithi hii ya kale. Utumwa ulifanyika lini? Swali hili ni moja ya swali ambalo wasomi wa mambo ya kale na masomo ya Biblia wamejadili kwa muda mrefu. Utamaduni wa kisasa umepambana na changamoto za uumbaji na gharika, kwani matukio haya hayawezi kufikiwa na uchunguzi wa kisasa. Hata hivyo, Misri ya kale imesomwa kwa kina sana. Arkeolojia iliyofanywa Misri na nchi ya Kanaani imewafanya wasomi fulani wenye kutilia shaka kuamini kwamba Kutoka, ikiwa ilitokea hata kidogo, lazima iwe ilitokea karibu mwaka 1230 hadi mwaka 1220 kabla ya Kristo. Hata hivyo, baadhi ya maelezo katika hadithi ya Biblia yanapinga hitimisho hili. Andiko la Wafalme wa Kwanza sura ya 6 fungu la 1 linatuambia kwamba Mfalme Sulemani alianza kujenga hekalu miaka 480 baada ya Israeli kuondoka Misri. Wasomi wengi wa Kikristo huweka ujenzi wa hekalu karibu mwaka 966 hadi mwaka 67 baada ya Kristo, ambao ungeweka tarehe ya kutoka Misri karibu mwaka 1446 hadi mwaka 47 baada ya Kristo. Tafsiri hizi mbili za kihistoria zinapingana waziwazi. Ingawa kuna wasomi wachache leo, hata wengine ambao hawamwamini Mungu wa Kutoka, wanaofikiri kwamba wanaweza kupatanisha masimulizi ya Biblia na uvumbuzi wa kisasa wa kiarkeolojia, wengi wao hawamwamini. Inabakia kuonekana ni nini uvumbuzi wa kiarkeolojia wa siku zijazo unaweza kufunua. Kilicho muhimu kukumbuka ni kwamba hadithi nyingi katika Biblia zimethibitishwa kuwa kweli katika miaka 200 iliyopita ya uchimbaji wa kiarkeolojia. Wakati huo huo, hata hivyo, imani yetu kwamba kile kilicho katika Biblia ni kweli haiwezi kutegemea kabisa ikiwa mbinu za kisasa za kuchunguza historia ya ulimwengu wetu zinalingana na simulizi za Biblia. Ingawa imani yetu haipaswi kudhaniwa kuwa imani bila ushahidi, hata hivyo bado ni imani. Mambo ya kufanya: 1. Kariri mstari wako unaopenda kutoka kitabu cha Kutoka sura ya 1. Uandike mara nyingi ili kukusaidia kukariri. 2. Unashughulikiaje sehemu za Biblia ambazo unatamani kupata habari zaidi? 3. Uhusiano wako na Mungu umeathiriwa vipi na nyakati ambazo wengine wamefanya maisha yako kuwa magumu? Bwana akubariki na uwe na wakati